and I get a lot of me from her that I would love to embody and grow with. So Tata, you are deeply missed and you're deeply loved and you're deeply cared for, and I just hope and pray that my family stays together after this, because I know it's a very trying moment. We just don't know what's going to happen after this, but I know we are going to get through it. Yeah. So rest in peace, Tata. I love you so much. Yule anapanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mina wewe tunafanana. Najua pia wewe unang'ang'ana, na so siwezi ngoja mpaka vile tutaona na 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 mpaka vile tutaona na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. I'll never forget you. Oh, I'll never pretend to. Yeah, yeah. Ooh, oh, oh. Na 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 na. Yeah, I'll never forget you, and I'll never pretend to. I'll never forget you. You've always been so true. You've always been so true. So I'll never forget you. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. To cry when you were gone, but the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you?
kwa macho ya imani kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu. Na kama ilikuwa mapenzi ya Mungu, we must now have hope that she's resting just kwa upendo. Upendo kwa mzazi sio kununua jeneza kubwa kama hii. Upendo kwa mzazi kuonyesha akiwa hai. Kama kwa hapa na mama yako kuna pressure kwa ajili yako, hata siku ya matanga ukiandika kwamba rest in peace na hukuonyesha hiyo amani, biashara ya pesa. Lazima tuonyeshe watu amani. Kama huyu mama hakupewa uchukua hata amani na ameenda, hata walikuwa hiyo kuomba kivipi? Kama haupei bibi yako amani, hata ukikufa waandike rest in peace, na mama pia hakuwa kwenye huko na pewa amani, hapo chini utatoka. Because you have no syllabus of peace. When we must practice, tusichukue misalaba yetu tuwekelee watu wengine, lakini tuchukue misalaba tupate Kristo. Na tunaambia kwamba kumbe ukipoteza nafsi yako, Mungu ambaye atapoteza nafsi yako ataipata. Mradi tu umepoteza kwa ajili ya Injili. Kwani mfaa mtu nini akipata dunia yote na kuipoteza nafsi yake? Usikuwe na pesa kwa akabu na hausikizani na majirani ufikirie wewe ni tajiri, wewe ni maskini namba 1. Usikuwe na pesa au utajiri ama uwezo au mamlaka na unayatumia kunyanyasa watu na ufikirie wewe ndio mzee. Basi Mungu atatoa nini ili afidie nafsi yake? Tunaambiwa kwamba ili tukaweze kupata faida ya maisha yetu, ili tukaweze kupata faida ya safari zetu tunatembea hapa duniani, we must involve our life in 3 things. Tujikane, tujipige msalaba na tumfuate Kristo. Unaweza kuwa unakuja kanisa lakini unaacha Kristo nyumbani. Unaweza kuwa unataka Yesu kwa hatari, kumbe unamwacha katika ile hatari ya nyumbani. Yeye roho sayuni roho. Ya pili, familia zetu. Familia ni shule. Baba ni principal, mama ni deputy principal, watoto ni wanafunzi. Hebu angalia kwa baba ama mama ni mko hapo. Sasa familia kwa goma nani anashika? That is the model. Familia ni shule. Mama pia ametoka kwa familia. Ndio maana mama watu wamejaa ile nimekuja. Toka kwa hapa. Nasema acha nikuje. Kalau ndio na familia. Kwa sababu because I'm not part of the family. Mama huyo kama alikuwa kwa familia. Tunaomba kwa sababu Mungu amechukua iwe baraka kwa familia sasa. Na kama alikuwa baraka kwa familia, Mungu amemchukua aweke katika ile pendo. Sasa Roho Mtakatifu atawala. Kwa sababu ile ndiye tunaambiwa ni baba wa mayatima. Kwa hiyo familia Mungu amemweka Roho Mtakatifu ili muwe na matumaini. Baba ndiye ni mzuri. Kwa hiyo na mshike imani. Mama yenu amekuja badilika. Si kwamba tunamlipa mishahara. Bwana angalia kushiriki hapo kwa huyu. Kila asubuhi anatembea kando ya barabara. Na maswali ya mama anakuja. Hatumlipi chochote. Lakini unapata mwingine kwa sababu anaenda Nairobi amesoma amerudi, anahama Katoliki anaanza kanisa yake anasema Wakatoliki hawana Mungu. Na Wakatoliki hawaoni. Kama singekuwa naona ningetoka branda nikija
kanisa. This is the mountain we come to worship. This is the mountain tunakuja kupakua neno ambacho ni chakula cha kiroho. Chakula cha kiroho. Kesho mtaona misa itaanza, watu wako live together. Lakini wakati ambapo sasa watu wanapakua kwa hatari, wanaanza kufanya mazoezi ya kuvuka. Haya kuenda mtazama Bwana. Apumzike kwa amani. Wachukuu indeni majina ya huyu mama. Ishi maisha ya kupendeza Mungu. Ili watu wanapokuona waone mama mwingine amezaliwa. Watoto penda nini hiyo nyongo yenyewe. Ukijiongoza msaka kwa sababu uko na mama. Tunavyoimba, tunavyokuja, tushirikiane na ushers, tushirikiane na waelekezi wetu waweze kuelekeza mahali mwafaka pa kuketi. Basi mwili wa mama yetu mwenda zake unapokuja kwa ajili ya misa ya mwisho hapa duniani, tunaomba sote tuweze kuketi, kisha mwili utakapokuwa unakaribia, nitaomba kwa heshima tena tuweze kusimama kwa heshima ya mama, kisha baadaye nitampisha mwenzangu aweze kuleta kiongozi wa kanisa aweze kutuombea na kutufungulia mkutano huu rasmi siku ya leo. Kindly let's cooperate with ushers. Asha akiweza kuonyesha mahali pa kuketi, tafadhali keti mahali hapo. Ukiweza kuendesha kipindi hicho, itifaki hiyo, nitaomba
Mheshimiwa Emeritus awe wa mwisho kunena. Familia iliomba, na ni ombi ya familia, kwamba siasa zisiweze kuingizwa kwa matanga yao. Na iwapo utavunja hilo, mimi ni mtu wa sheria, na mmesikia jastunga luchaluka kimwa kirone adongete chomwe. Familia ya mama wetu ambaye ameenda, viongozi wa serikali ambao wako hapa, jamii ya mama na watoto wote ambao wako hapa, mimi nitakuwa na mambo machache sana. Ya kwanza, nina mambo mawili. Ya kwanza ni ya kuwa nimefika hapa, ya kwanza kama mtoto wa boma hii, sababu mimi ni mtoto wa kutoka hapa kwa Ng'amu, na familia hii kuanzia mama Mary na wanawake ambaye ni Profesa Fabian Ndesamai wamefanya mambo mengi kwa maisha yangu kama mtu, lakini pia kwa chuo cha Arupe ambaye sasa tunafanya kazi. Ya pili, nimetumwa na Vice Chancellor Profesa Peter Barasa kuleta rambirambi za jamii ya Arupe University, yeye binafsi na council ya university, kwa sababu huyu mama ingawaje amelala, amefanya kazi makubwa sana. Mary alipokuwa pale akifanya kazi kwa Ministry of Health, alitusaidia sana mambo ya shamba ambayo university huko. Vice Chancellor wetu wa kwanza Profesa Fabian Ndesamai ni mtoto wa huyu mama. Kwa hivyo kama university tunasema shukrani sana kwa hii familia. Ya pili ni kusema ya kuwa hii university ni yetu. Hii ni university ya pekee katika Busia County. Na tunataka kuomba ya kuwa wakati huu sasa KUPS karibu itafungua admissions, portal yao ya admissions ya wanafunzi. Ukiingia kwa hii university, hatuna watoto wetu wa hapa. Ito tukiteso le yaso university edisa kachutu. Asante sana kwaya yetu ya Mtakatifu Matias Chakole, yeah? St. Anthony, Mtakatifu Anthony Padua, Chakole. Tutapangana hivi. Mheshimiwa Jamongo yuko hapa, tutawapanga sana. Basi ningependa kutambua pia mwakilishi wa mbunge wa Teso Kusini, Bwana James Omuke, na amekuja kulia na kina mamake. James Omuke amekuja kuomboleza na kina nani? Karibu sana Bwana Omuke. Na hali kadhalika
Deputy Director, Department of Energy, County Government of Busia, Engineer John Kevin Otwani, ambaye ameomba ataweza kunena kwa niaba ya patron wa Teso Professionals, Engineer of Redicious Otwani, ambaye hakuweza kuwa nasi siku ya leo kwa ajili ya kikazi. Simulisikia Mheshimiwa Rais akisema barabara ikitoka Kotulo iende hapa, ifike hapa. Kijana wa nyumbani hapa Engineer Otwani ndiye anahusika na barabara hii. Kwa Ramaksa kanini. Kwa hivyo ameomba ataleta rambirambi za engineer kwa niaba ya Teso Professionals. I think James and Georgina Masaki ni members of Teso Professionals. Karibuni watoto wa mwenda zake na muwe wafupi kama Dorothy. Muwe wafupi kama Dorothy. Nilikuwa nimeulizwa pale na mwana Jacob ati tuanze na Lasco, lakini naona Lasco anasema atasema ajui aseme nini, asalimie tu. anataka tukwamba labda uanze katika mpaka sawa. Haya, huyo ndio kuimba mtihani. Anataka apate kile mmesema alafu ndio yaseme, si ndio? Kwa Ramaksa kanini Lasco mpaka bembelezwe. Haya, wacha basi rudi hapo. Hao watu wa kusoma majina hawana pia maneno. Wacha tuanze na Maria ambaye ni mtoto mkubwa, na wewe ni ule ule. Unajitambulisha, unatuonyesha pia watu wako, basi tunaendelea. Karibu sana. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Asije naomba tu ni profesa tafadhali. Nisije nikafutwa kazi kabla nahitaji kazi. Ningependa kutambua uwepo wake Daktari William Okedi, yeye akiwa ni mhadhiri katika chuo chetu cha Lupe. Tafadhali kwa heshima na taadhima naomba uweze kunilia radhi. Thank you. Tuendelee. Asante. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mungu kwa kunipa familia kama hii. Pili, nashukuru tena Mungu kwa kunipa mume ambaye amenichunga vile mnavyoniona. Na kwa jina naitwa Mary Esamai. Niko na mengi ya kusema, but because of time I just want to appreciate and recognize wale wote wamekuja hapa kwa sababu ya Mary. Tafadhali muwewe tu penye mko. Watu wangu wa Garan, Olepito mko wapi? Basi ndio hawa. My friends, the groups have been recognized. I don't want to repeat. So thank you so much. May God bless each one of you in a very special way. Thank you. So my husband's family, nafikiri wako somewhere. I think they have web. Karibuni tu sana. Asanteni na Mungu awabariki sana. Ndio hao. Asanteni. Now my adopted home Olepito, I'm so proud of you. I'm so proud of the youth who are here, who are doing all this, some of this work you are seeing. Thank you so much. God bless you. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Etama tejaka eti. Lolo kangini para. Mwenye ameongea ndio namba 1 mgongoni. Sasa mimi ni namba 2 mgongoni. Mimi pia ningependa kusema asanteni sana kwa kuja. Alamo sino ya unorakika ngasion kaparan kana. Mansion de tuto tibe begini amoja wetina na mama dosto school. Akireuni tungalwe tongani. Akialamanwe. Ningependa pia kutambua watu ambao wamekuja hapa ili kuniunga mkono binafsi na pia kuunga mkono familia ama jamii ya Toto Federesi. Kamijio Fidelis Ojakol Amake Nesilo Kikiasi Abakanin Emala Kinosi Akialama chut Konyakotomo Kitodiare Itungalu Lu Eupasco
som genyo mabuke ye askuni ni yore mami yo gipo patini ekekes akijana akotomo beraki galamtini Daktari William Okedi, former schoolmate, somai ganesi nalarastoi kani puaka alamano ya dolun. Akotombo bo aki todiari Chakol retirees agosi Chakol retirees group kami jaso si engulu enapte enagale jaska kim simbol galoka kim jaska ogina katon bobo tuinuane self-help group kami jaso si tuinuane self-help group alama tutabunore RPA Retired Principals Association. Nimeona mwandishi wetu Bwana Dor na wenzake ambao wamekuja kina Yuya na wengine, karibuni sana. Ningependa pia kutambua Parish Council ambapo niko mwenyekiti. Nimewaona wengi wao wakiwa hapa, asanteni sana. Na Wakristo kutoka Ongariama Sub Parish ambapo niko mwenyekiti wa hiyo parokia ndogo. Na pia ningependa kutambua uwepo, niambiwa hapo njiani, sijui kama amefika, former principal UG High School Bwana Justus Kosgei ambaye tulifanya kazi na yeye. Ndio huyo, karibu sana. Tulifanya kazi na yeye kule Eldoret, mimi nikiwa mdogo wake wakati huo, yeye akiwa principal wangu. Karibu sana. Na wengine wote pengine sitaweza kuwatambua wote, asanteni sana kwa kufika. Alamani ne Bobode Daktari Faustin ne Nisda member ka RPA alamagunole katumgonye His Excellency alamatot. Wacha ya nitaka yeye mwenyewe ajitambulishe, lakini wacha nitambulishe. Huyu ndiye mke wangu, atasema jina lake mwenyewe na pia atatambua uwepo wa mashemeji ambao wako hapa. Asante sana. Mati ambao umekuja kutusaidia kuomboleza safari ya mama yetu mpendwa siku ya leo, kanisa takatifu. Hata watoto wote na watambua. Tumsifu Yesu Kristo. Ninaomba mnipe nafasi, nitaongea mwisho. Na nina sababu ya kuongea mwisho. Asanteni. God is good and all the time, and that is His nature. Wow! Akatupa mama for 89 years, 87 years. Hallelujah! Jeni nani kama mama, Jeni nani kama mama, Jeni nani kama mama. Naitwa Priska Mokodir Wekesa Neamake, na tuna mengi ya kusema lakini kwa ufupi. Kwanza kabisa I want to recognize my family kwenye nilienda kule Bungoma na watoto wangu. Nilienda na watoto wangu. Hata sijui wako wapi hapa, lakini naamini kwamba wapo. Kama wako wainue mikono, kama hawajafika Mungu awajalie safari njema. Hallelujah. Pili, nataka kurecognize jumuiya yangu St. Mary Hospitali kutoka Bungoma. Penye mko tafadhali. Amina. Basi tena nataka kurecognize the Catholic Charismatic Renewal kutoka Cathedral Bungoma na pia kutoka katika diocese nzima, kwa sababu tumefanya kazi pamoja
Karibuni mahali mlipo, tafadhali. Asante. Hebu simameni. Simameni nione kama mko gangari. Nimeona. Asante. Haleluya. Pia nataka kuchukua nafasi hii kurecognize any friend ambaye amekuja, sababu nimeambiwa kuna wengine wako huko. Na kuna wale nilifanya kazi nao, mimi nimeretire, nilifanya kazi nao kule Webuye Hospital, pia nilifanya kazi nao katika Bungoma Kanisa County. Mahali mlipo, feel at home, you are most welcome, and God bless you. Remember, Jeni nani kama mama, Jeni nani kama mama, Jeni nani kama mama, Jeni nani kama mama. God is good all the time. God is good, and that is His name. Ningependa kuwatambulisha familia na marafiki. Mimi ni namba 4 mgongoni na naitwa Lawrence Terence Mgodo. Ningependa kutambulisha mume wangu Ambassador Joshua Mgodo. Karibu sana all the way from Maragoli. Na najua tuko na familia kutoka Maragoli wamefika. Wanaweza kuinua mikono. Bwana Yesu asifiwe. I want you people to learn that it is a gift to be alive. Mama is no more. We are feeling the pain. We are feeling the pinch as a family. We as daughters-in-laws, we don't know how we shall fill the gap. But in all this, we believe God is there. He is there to hold our hands as a family and to stand and still welcome people in their Marcus family. So feel welcome. Kuna watu wanauliza tutaingia wapi? Tuko nyumbani, tutawakaribisha. Karibuni, feel free to come. Ninaposimama, mimi ni mke wa Faustin Oporia, ninaitwa Elizabeth Oporia, tena ni mchungaji wa kanisa la The Living Body of Christ Ministries. Ninampenda Yesu. Katikati mwetu ningependa kutambua uwepo wa jamii yangu, watu kutoka Alomodoi. Mahali popote mlipo, tafadhali tukapunge tu mikono ili niweze kuwaona. Naona mikono, najua wengine wamepelekwa sehemu nyingine, lakini wako hapa pamoja nasi. Ningependa pia kutambua uwepo wa walimu wote kwa jumla. Kwanza wale ambao tumefanya kazi nao katika sehemu hii, tafadhali tupunge tu mkono kama wewe ni mwalimu. Najua walimu ni jamii. Yes. Alafu nitatambua uwepo wa my colleagues kutoka Busia Airstrip. Tafadhali wherever you are, can just stand and wave. Please stand and just wave. Thank you for coming. I also want to recognize the presence of the congregants of the Living Body of Christ Ministries. I don't know where you are seated, but wherever you are, you can just wave. Washirika wa Living Body of Christ Ministries, naona mikono wako kule nje, nimewatambua. Karibuni sana. Pia natambua uwepo wa marafiki kutoka sehemu mbalimbali, hasa na marafiki wengi kutoka mji wa Busia. Wale ambao wako katikati mwetu, tafadhali mpunge tu mkono nikaweze kuwaona. Ninaona mkono, asante. Feel at home, karibuni sana.
itasema tu majira na nyakati iko ndani ya mikono ya Mungu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hivyo wengine wanasema mbona hatulii? Tumetambua majira ya Bwana na tumetambua ni wakati wa mama kupumzika, na kwa hivyo tunasherekea maisha ambayo tuliishi pamoja na yeye. Kwa hayo machache au mengi, Mungu awabariki. Asante. When I know you are a man of few words. Very few words. Very few words. Praise God. Ukiangalia doti karibu anakaa. Ndio last one. Asante. Praise God. Mwanzo kabisa nataka kutambua tu uwepo wenu katika kuja kusaidia kusherehekea maisha ya mama. Najua tunakuja kumulia, tumekuja kumsherehekea. Pili, hata nitatambua uwepo wa mashemeji wangu kutoka Ngorong na Aidomo, nafikiri wameketi sehemu ya katikati huko. Kama mko popote mnaweza kusimama mkusalimie. Mashemeji kutoka Ngorong na Aidomo, yes, Moses Omanyala ndio huko, na mamangu huyo, na mother-in-law Frida. Asanteni sana, na ndugu yangu Alex Masake na dada Elizabeth Laini, nafikiri yuko sehemu Bishop yeye. Asante sana. Thank you so much. Kuna pia marafiki kutoka Magoro. Mimi niliweka kitu wa Magoro huko kidogo. Na marafiki kama Dan Mulunga najua yuko sehemu hapo katikati. Asante sana kuja, ndio yule kule. Na kuna jumuiya ya kanisa la Magoro ACK ambao wanatusaidia pia kule. Popote mlipo tafadhali mwingine msimame msalimie. Jumuiya ya Magoro. Asante, naona mikono kule. Asanteni sana. Mimi niko Mombasa, watu wangu wa Mombasa walisema huko ni mbali, heri tukusaidie kuliko kuja mpaka huku. Ndio wakaamua kunisaidia, ndio sababu niko hapa na nguvu zaidi. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Bernard Adumo Amake. Mimi nacheza namba 7. Wale wanajua namba 7, si unajua? Anacheza wapi kwa wingi? Akifanya nini? Sawa, mnajua. Huyu ni mke wangu hapa, atajitambua mwenyewe kama anavyosema, atakawaeleza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Georgina Were Adumo. Na ninawashukuru nyote kwa kuja kutusaidia wakati huu ambapo tunasherehekea maisha ya mama. Zaidi ya hapo, ningependa kutambulisha wale ambao tunafanya kazi nao, walimu kutoka Magoro Comprehensive School, na pia kuna wale ambao tunafanya nao Chakol. Feel welcome. Thank you very much. May God continue blessing you. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ni namba 8. Namba 8 wanacheza wapi? Ningependa kutambua mume wangu Bernard Baraza kutoka Kisumu na familia yake, my mother-in-law Domtina na dada yake na watoto. Karibuni sana. Pia ningependa kutambua Sacred Heart Cathedral Jumuiya na Elizabeth na wenzake. Karibuni sana. Pia ningependa kutambua my colleagues, ndio wamefika tu wanakula pale, labda mtawaona baadaye. Kisha Global Ministry, ndio kama wamefika Eldoret. Nafikiri pia wako njiani, mtawaona baadaye. Asanteni sana, mimi sina mengi. We celebrate our mom. Thank you for coming to celebrate with us. God is good all the time. Asanteni sana kwa kufika kufariji. Kwanza kabisa napenda kumtambua mume wangu Cyprian Ngomai. Ni yule pale. Thank you dear. Pili na watambua pia watu wetu wote kutoka Kokaya.
Sanyu Kokale, karibu niseme eno soa poki. Eno soa. Eva. Jina ni Joan Abalat Amake Mpongai. Asanteni. Asante sana. Wewe ni namba 9. Nambari 9 mgongoni. Na timu yangu ni Arsenal. Wewe. Haya. Hapo sasa. Hapa kuna watu wa Arsenal. Tunasema leo tunamsherehekea mama. Emulia kongere. Kama mtuko. Ni salamu ya Emormor. Papa Emormor. Ni salamu yake. Kunisaidia kwa msiba wa mama. Kwanza namtambua Engineer Isaac Kiva ambaye ndiye mkuu wa kitengo cha Renewable Energy Kenya. Tafadhali ndio tu salimie familia na idara zote za serikali kuu tafadhali. Asante sana James. Kwa ufupi, waombolezaji Bwana asifiwe. Mimi kwa niaba ya Wizara ya Kawi, kwa niaba ya Principal Secretary Alex Wachira ambaye alitutuma pia, nataka kusema tu pole kwa wale watu wote wametoka Nairobi. Tuko wengi sana. Nikiongea hivi tu hao wamesimama sababu sitakaa sana. Huu najua ni wakati wa jamii. Kwa kule fanya tu hivi. Basi sisi tunasema tu tunaleta pole zetu. Tumesikia mambo ya mama alikuwa mzuri, tumesoma, tumeelezewa na tumeona uzuri wake katika hata watoto wake. Tunajua James, tunajua balozi, tunajua wengine, na tunasema kwamba Mungu awafariji na watendee mema, na tutaendelea kushirikiana na kuomba pamoja nanyi. Asanteni sana. Asante sana Engineer Isaac Kiva kwa kuwakilisha idara zote za serikali kuu. Asante sana. Kuna wale pia ambao wamekuja, marafiki wangu kutoka Nairobi Zimmerman. Mahali pote niliko kule, ndio mkono mpunge. Wangeli, asante sana ndio hao. Kuna wale kutoka Wizara ya Public Service, kuna wale wa Huduma Kenya, na wengine wengi, labda tutawatambua wote. Lakini mujisikie huko nyumbani. Tunashukuru kwamba mmekuja kusherehekea kumshirikisha mama. Wakati huu nawakumbuka pia sasa kuna wale wakwe kutoka Chembeni, bali pote walipo kule nyuma, inua tu mkono na msalimie. Na wale wengine kule nyuma, asanteni sana, na wengine wao nyuma kujani wanakuja. Kuna wengine kutoka Machakos, Bwana Robert Kineta, karibu sana. Ndio wale pale nyuma, asanteni sana. Na ndugu Jimmy Matele, asante sana kwa kuja kunisaidia kushirikisha kwa msiba huu. Hapa na mke wangu hapa atajitambulisha ili tuweze kumalizia haraka. God is good all the time. God is good and that is nature. Wow. I want to thank God for coming, and as we celebrate Mom, let us keep each other in prayers. Thank you, Florence, Fatima, and Yana. Very good. Hamjambo yote. Kwanza ningependa kuwashukuru nyote kwa kufika hapa leo kusherehekea na sisi harusi ya mwisho ya mama. To us, this is a celebration. We are celebrating 87 years of being with mom. Kwa majina naitwa Dorothy Emuya Amake. In a special way, I would wish to recognize Spring Minds. I want to say thank you so much for what you've done to us. In another special way, I would wish to appreciate my colleagues and friends from Nairobi. Wherever you are, please just
also wish to call upon my boss just to come and say hello to the congregation. Ndugu, nachukua nafasi hii kuweza kuwatambua ikomo kutoka Modi. Ukwai karibu kamoja nempe kejani sitoto akani kuju koika elele taugene na makegeke itulalo Modi alija hosi Modi keka kara ndio Thank you. Nataka nilete wengine tafadhali. Dorothy, you are done? Not yet. That's the last person to speak. Alafu nilete hiyo itakayofuata. Tungependa pia kutambua Abaguri kutoka Madende.
nani. Kukutana ngika roba kitotole asalo. Mamboka kara kutomo. Mamboka ngika roba moka kotila kara pete kukono. Abuka mama wale bomo. Areko mama, areko mama. Apeli nani. Mamboka kukuta kalaje. Areke kusato na kaje. Mamboka kukuta. Yellow toto. The life when you put toto. Agiri akidondo. Agiri lama agaso kakaino kani. Ono kupergosile dine. Jasa kaino kani. Karibuni. Intole ndio ngoro mtembo kwa vile sasa. Elo sasa kadao kadoro katipe. Akula kapolo kapulele. Antosi. Kiko sampai kan walking ada. Mama sikijasi kijasi. Mama kaino kuken kijasi. Mamtapata fursa nyingine. Ni yeye ndiye ataongea kwa niaba ya wale wengine wote. Iwapo wewe ni mke mwenza wake, tafadhali njoo. Yeye ameshaweza kulonga kwa niaba akamra ekitekere komolo ekitekere mekateko hela mama abunara akana kana mcheni tukakana kika. Asante sana. Ningependa kutambua kuwasili kwake mhandisi Felix Kiva. We welcome Engineer Kiva, who is joining us for this great occasion to say bye kwa mama yetu. Tuendelee tafadhali. Mara kwa wasi ripoti kana kana sio injani. Hata na naye agese. Na asama ni mara nisema mwanga asa hiyo nipo. Na nipo ndio raina kwa umosi. Agemi abuanga kapuko apepagani kina jange ke buki sikoni mo ke elimo kifike kise ko 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 kana jana yote kwa potena ile jasaka na kama malimoki kwa ngao anapaka kamesema cheka tu kwenye pato sika kwa pato ni tarehe moja pato sika ni tarehe moja abuanga alinos katina jani ija ya dio akina mnama akikaribisha sio wakati kuingilisio adawa kuroto kwenye na popula marko kau atarau ni nyebyo kaji aboya wa rangala isano won eboyo mangoni kinomo anyebe ngorage ne ije epi sasa amani kama papa na bale bete ijo ibido lo kistamo yinchen abonga jam kachaka kwera ngapige oh jana bang bokoda ayam tu abu na ayam ni desa alo kan ko kena mau kena dewa kimita teba ni ana rono ebo ina jikoni ebe jata na reko bolo kami on ngaipo ebe federesi on ko ma nyara federesi sioni an ka nyara ni ke siare ka twana on tan kitai ka twan ke ndare daga ka mo siti on akira no go pa de de no ke petra ko no kama ka ke kana jang ka federesi leo na situ yare ejamo itape hotel ka pesu o mo ko bade ndai ko liti hotel pa na na ma palo webe ikeni na ngine jasne ko pan ka sa bufa kana ko kinga akran ko kinga yo ni ko rena rodo arapa kian na jaro ni ko ka tu nuka ko sigala akito akitemedi kina wale ko kada akitemeda ko kwenye mama kajela kama
itwani nini kepupula karotomni ani kama kirondo kamone baleme mamonga kotibeka idwanga ndo robotiende mamonga jena tama aikana mratamu pete ngesa kukotwa ebune siku kina siku afederesi alimoko nesepe mamnesi mama ndo orangi rada kialama tukamanya Rupuna mpapa kikana jana afederesi jasni akana jana afederesi jasni itu alikuwa ni makeroto ape kakanya kino yana mama basa makana hoge nyaka tutese vanos ne peri yaka yana mama sawa nyaka kere ya dokune ternyata nakarangi agibokane aktualisasi ikonyele nai kanisa ndio mbeleni na washukuru sana wale wote ambao wamefika hapa kuja kutusaidia hii msiba. Lingine ambayo ningetaka kusema kama sijasahau, mimi nina dada moja tu ambaye alizaliwa na mimi na ambaye iko lakini hajisikii vizuri. Kama mmeona msichana mmoja ambaye amepita hapa akitembea na ile mkwaji ya wazungu, yaani kiti, huyu ndio dada yangu, ndio bado nabakia, na mshukuru Mungu. Nikirudi pale fulani nimeita wandugu wangu hapa ambaye sisi wote tunatoka kwa babu mmoja, kumekuwa wamama ndio tofauti, na kama sijapatia wazungumuze ningeuliza kama bibi zetu, tafadhali mkaribie. Mabibi zetu tafadhali mkuje, hatuna wakati. Anborud, Anbajakat Mebo alijio, ani jena wori, Anbakiri, Akidodokna. Jena wori, wewe iko wapi? Hapo nataka Emirates ya tafadhali. Sasa kuona hiyo timu sasa nasika staili ya kusungusha watu kwa kila mlango. Huyu kujua huyu ni nani, huyu ni mama yako, huyu ni dada yako, huyu ni msemaji wako. Ni problem. Sasa nikirudi kwa mama ambaye ameondoka, huyu mama Pendesi ni mama ambaye sijui utafuta wapi mpate mama kama huyu. Mama huyu ametulinda hapa, ametulinda kwa njia zote, ametueleza maneno kwa njia yote.
mabibi zetu pia waseme majina yao, alafu tutasema na kitu. Iliyoko mbele, waombolezaji wote, hamjambo. Kwa majina ni Eminet Yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sauma Aduma, mimi ndo mama mdogo. Nilikuja nikamnyang'anya wazee wao. Kabla sijapeana kwa huyu wa mwisho, ningeomba bibi ya Vincent Omuse, tafadhali kama wewe hapa, tafadhali kuja. Na bibi ya Owire Ekasirimali, bibi yake tafadhali akuja hapa. Bibi ya Vincent Omuse, waombolezaji wote, ningependa kusema karibuni kutusaidia na msiba huu. Na kwa majina mimi naitwa Mabilete Mkade Owire. Ningependa kusema mama alikuwa mama mzuri, mwenye alijua kukaa na watu wote, alikuwa na heshima kwa wakubwa na wadogo. Mama huyu alikuwa mama mkarimu, alikuwa mchangamfu na mwenye furaha kila wakati. Tunamuombea Mwenyezi Mungu aweze kumpokea roho yake na muweke mahali pema mbinguni. Asanteni. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Christine Omuse. Mimi ndio mdogo kwa familia ya Ujuma, na kwa familia ya Make nawaambia pole, na wamama wenzangu wote wa hiki kijiji tuweze kuiga sampuli ya Mama Federesi. Tukue wamama, siku yetu ikifika tuwe na wageni kiasi hii. Asanteni na poleni. kabla sijapeana kwa hao wanaume ambao wasimama hapa, ningeuliza Bwana Dismas Echana na Pito Msee mmoja hapa. Tafadhali tunauire pale popote ulipo, tafadhali mkuje. Nitaomba wale wanaambiwa aje, tuokoe wakati tafadhali. Najua ni wakati wenu, lakini pia muokoe wakati. Kindly. Naitwa Kuwire Valentine Ekasirimali. Hamjambo wote.
majina mimi naitwa Bwana Vincent Omuse. Ile ningesema kusema leo ndio mara yangu ya pili kukuja hapa kuona kama mama mwenye hapa ametuacha. Mwezi wa Disemba nilimtembelea, alikuwa na furaha sana. Furaha sana, akaniambia, nikasema mimi nisafiri vizuri kwenda Nairobi. Kwa hivyo wale wamekuja, asanteni sana. Nashukuru nyinyi wote. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo daima na milele. Salamu za mama Federesi Amongo Amake. Tusalimiane. Mungu yu mwema. Amen. Kwa majina ni Ruth Optoi Amake. Mimi ndio mke mwenza wa mwenda zake. Mimi niliingia katika hili boma 1973. Nilikaa pamoja na wenzangu kwa nyumba yake up to 1988. Ndivyo nikaenda kwa boma langu. Kwa hivyo Muzama kalikuwa na maboma mawili, la Federesi na la Ruth. Na katika harakati ya kuishi pamoja, tulikula pamoja. Alinifunza jinsi ya kutengeneza vyakula vya Kiteso. Sikuwa najua kupika ugali ya muhogo, alinifunza. Sikujua kutengeneza ajono, alinifunza. Kwa hivyo Wateso wote wanajua ajono yetu ilikuwa namna gani? Jimmy, sindio? Kwa hivyo mimi sirudi mengi sana. Langu ni kusema mama Federesi Amongo mwenzangu, Mungu alaza roho yake pale pema mbinguni. Hiyo ni njia yetu, sisi wote ni marehemu watarajia. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana. Ningeomba atakaye nena anene kwa kifupi. Naona muda unaanza kunipa kisogo kama mfawidhi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi naitwa Mathias Amake. Kwa hii familia ya wazee hawa, mimi ndio mdogo. Kama baba mdogo. Huyu mama ametufundisha mengi, hata kama sisi ni mabwana zake, lakini ametufundisha mengi. She was a living library. She was a living testimony. Ametufundisha vitu zote za zamani, ukoo na kujuana pamoja. Naomba tu kwamba familia ile imebaki, watoto wake waungane pamoja, wawe kitu kimoja, waonyeshe bidii na tuendelee mbele. Sisi kama wazee tunawaangalia na tunashukuru maisha yao pia. Tumsifu Yesu Kristo tena. Asante sana. Asante sana. Tafadhali, natumai huyo ndiye atakuwa mwisho kuweza kuomba. Kwa heshima. Habari zenu. Mimi kwa majina ni Christopher Soketi. Mimi shemeji wa marehemu. Mimi ni ndugu mdogo wa huyu mzee. Mama tumeishi na yeye muda mrefu. Nilikuwa nikija kuonana yeye akiwa mgonjwa. Mama alikuwa mwalimu wangu, alinifunza mengi. Alinifunza kujua jina, na kutoka hapo nikajua jina yangu wote ambayo nilikuwa sijui. Na
mama alikuwa hakuwa mtu wa maneno mengi, hakuwa ni mtu wa atajua ugomvi. Ukikosea yeye atanyamaza tu na maneno anaweka tu kwa roho. Mama amekufa na maneno mingi sana kwa roho yake. Mama ninamwombea roho yake iende mbinguni mahali pema. Asanteni sana. Asante. Tafadhali kwa heshima. Waombolezaji wote kabisa hamjambo tena. Majina anaitwa George Erneo Mbake Kafka. Sasa huyu mama siwezi kwa kweli siwezi kusema yeye ni familia, lakini mama yangu, kwa maana wakati aliwaleta hapa 1956 alimema ingekuwa karibu mtu wa 13 years, miaka 13, na hapo alitianza kutulea. Hata kama kuna sisi wengine tulikuwa na wazazi hapa kwa boma yenyewe, vijana wenye kuwa na mama yao, na huyu mama alitulea. Tulianza kukula chakula yake mapema hadi wakati hii ya melala. Kwa upande hiyo mengi amesema. I would only put and ask, say, to me, there is no place I can place this mama. She was a person who was at every corner. Soft-spoken, few words, a mentor, and a good person who, if you came to her home, you could not get out happily. So, in short, Mama, rest in peace and leave your children and family you brought up in the Christian way and in unity. Let the family remain as stable as you are. Thank you. Thank you so much. Asanteni sana. Sitaruhusu wengine tafadhali. Kwaya, naomba mtupe. Halo. Tafadhali. Angalia time pia. Tafadhali. Tasema tu jina. Jina ni Dismas Etiang, nimeshakitambulisha hapo mbeleni, lakini pia mniruhusu nichukue fursa hii kwa sababu yeye aliyelala ni mtu ambaye nimemjua kwa muda fulani. La kwanza, bwana yake ni mtoto wa babangu ambaye alimuita mjomba. La pili, mimi nilikaa kwa boma hili nikisoma hapa Chakul Boys Primary School. Kwa hiyo yeye amekuwa ni mama kwangu, na tafadhali niseme hii fursa ili kwamba muombee marehemu Federesi, Mungu ampokee kule mbinguni salama salama. Asanteni sana kwa kupatia nafasi. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi.
watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane wakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zenu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu akaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Baba Paroko, Father Chris, Baba Paroko wa kabla, Father Sebastian, watawa, familia na zake Mama Federesi, viongozi wetu ambao wapo, Mheshimiwa MCA na Governor Emeritus, Wakristo wote wa jamii hii, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Basi mimi naitwa Padri Alphonse Khisa. Mimi ni jirani yenu hapa parokia mpya sana, inaitwa Kaliwa. Nakumbuka nilipotumwa hapo, baadhi ya watu ambao nilifikia kuambia kwamba mimi nimekuja Teso, nilikuwa huyu gavana wenu Emeritus. Nilipake nikamwambia nimekuja Teso, niambie siri ya kuishi Teso, na akanielekeza kidogo. Na tunaendelea vizuri. Leo nimejiunga nanyi kuomboleza kwa ajili ya huyu mama yetu Federesi. So familia nasema pole sana. Tunaombea kwamba Mungu awafariji na Mungu awajalie neema na imani ya kukubali msiba huu. Raha ya milele umpe Federesi ya Bwana, wapumzike kwa amani. Amina. Basi kama una kitabu hiki, katika teolojia kuna kitu kimoja ambacho kimenivutia sana, na yule ambaye anaandika kama the first heading ameandika celebrating a life of fulfillment and satisfaction. Celebrating a life of fulfillment and satisfaction. Ukiweza kufikiria vizuri mwandishi wa huu ujumbe, mwandishi huyu amejaa shukurani katika roho yake. Mwandishi huyu hana uchungu. Mwandishi huyu amekubali kwamba wakati wa mama umefika.
Sijui nyinyi mnaonaje? Kwa maoni yangu mimi naona hivyo. Nyinyi pia mnaona hivyo? Na ukiangalia kwa miaka ambayo mama ameishi, miaka 88, na hata ukiangalia familia yake wengi wao si wadogo. So that means kwamba mama has had it all, na ameishi maisha mazuri, ameishi maisha ya imani, ameishi miaka mingi. 88 ni miaka mingi. Siku hizi lifespan ya watu haifiki huko sana. Wale ambao wanasoma mambo kidogo, the average age of a Kenyan ni miaka ngapi? Miaka ngapi? 65, 50, 55, 55, si ndio? Angalia mama amechapa 88. Ukitaka kujua kwamba this is a favor from God, wewe angalia tu jirani yako kidogo tu. Usiogope, angalia tu yeye. Wewe ukiona anafika 88, kwanza wengine wako tu 40 na washachoka. Vijana watasema amebit, na wako tu 40. So ukipata mama ambaye amejaliwa na Mungu kuishi miaka hii, tunapokuja hapa, hata okay, you cannot lack the feeling of pain that I'm losing a beloved. But again, if you lack a feeling of being grateful to God, then there must be something wrong with you. Sasa tunapoomboleza pia tukumbuke kuambia Mungu nini? Asante. Yalama chuti kwa kutujalia kuishi na mama miaka hii yote. Na navutiwa sana na maisha yake, kwa sababu nimeona yeye ameishi maisha ya imani yake ya Kikatoliki miaka hii yote. Tangu aje katika hii boma, nasoma hapa kwamba aliolewa hapa akiwa na 16 years. She has kept the faith until she's 88. Some of you are only 40 years, but you have been in all churches. Umepiga ngoma hapa, umetoka kwa Katoliki, umerudi. You are only 40 years. So tunapomwomboleza tujifunze kwake kwamba she has kept the faith. Watu kama hao ndio sasa kwaya inafaa kuimba wimbo kwamba ameipiga vita, imani ameilinda, mwendo ameumaliza. Sasa zingine unaenda matanga, unaona tu jamaa kwa 27 years, akona bibi 3 na watoto 6, alafu asema hata amepiga vita. Sasa unashangaa ni vita gani? Because this is a life well lived. Na tunashukuru Mungu kwa yeye kuishi vema. Tunapoona watu kama hawa katika jamii zetu, it is a moment for us to learn kwamba it is possible to keep your faith. Inawezekana kulinda imani yako hadi mwisho. And that is why watu kama hawa ndio unasikia katika somo la kwanza tunaambiwa roho za wenye haki ziko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kwa sababu ya maisha yake mazuri, kwa sababu ya matendo yake mazuri, kwa sababu amejikaza wakati amekuwa hapo ulimwenguni, amelinda imani yake hadi mwisho. Tunapoomboleza tujiulize, je, sisi tuko aje? Kama ni wewe ungekuwa umekufa leo, do you think someone will write this? Do you think the first reading would resonate with your life? Kwamba roho za wenye haki
ziko mikononi mwa Bwana. Ukiona kwamba maisha yako hayalingani na haya, ukiona kwamba maisha yako, roho yako haiko katika watu wenye haki, basi tunaposoma misa hii ya kumpumzisha mama, tuweze kujiangalia, tuweze kutafakari na kufanya about time katika maisha yetu, kwa sababu Wakristo, something that is so obvious that no one can deny the fact that death is real. Na kila mmoja hapa anajua kwamba kifo kipo. Na kila mmoja anajua kwamba unapokufa unakwenda mbinguni ama unakwenda wapi? Huko kwingine kwa moto. That fact is real. Even some of you who claim to be atheists, kuna baadhi ya watoto wetu ambao wanasoma kidogo and then they stand saying there is no God. I have some of those friends. Ukishikwa ile kidogo unaona oh my God. Alafu akiwa hakuna shida, there is no God. So the clarity in our mind that there is God. There is clarity in our mind that there is God. So unapoishi, ishi vizuri. Ishi vizuri kwamba siku yako ya mwisho uweze kuhesabiwa mwenye haki. Unaona katika somo la Injili tunapewa two groups. Ya watu ambao ni werevu na watu ambao wengine ni wapumbavu. Wapumbavu, hiyo group inasimamia watu ambao wanaishi tu. People who have no church, people who do not care about the neighbor, people who are just there. They just live. Yani siku ikiisha ni sawa. Kwa Waluya tunasema wamenyasanga isolo. Isolo ni mnyama mwitu. Yani unaona kama ng'ombe, does a cow care whether there is God or no God? Does it care? It does not. So hii group ya wapumbavu ina represent watu kama hao. Watu ambao wako tu, they have no sense of God. Watu ambao sasa hata namshua kuna baadhi yao hapa. Hii ndio misa wanaattend this year ya kwanza. Wataattend nyingine kwa matanga kwingine. There is no difference between Sunday and any other day in their life. No, that is wrong. That is not what we are learning from this mama here. Mama anatufunza kuweza kuingia katika kikundi cha watu ambao ni werevu. People who know that there is God. Watu ambao wanajua kwamba wametoka kwa Mungu na watarudi kwa Mungu. And we're not asking you to be a perfect person. We are only asking you to try. Kwa sababu sisi wote ni watenda dhambi. So tunahimizwa kwamba kila siku unapoishi jua kwamba kuna Mungu na sisi ni binadamu, sisi ni watenda dhambi, tujikaze. Ujikaze kwenda kanisani, ujikaze kuishi na wenzako vizuri, ujikaze kuwa a virtuous person, mtu ambaye ana maadili mema. Wakati ambapo unakosa, wakati ambapo unaona hapa kweli sijakuwa mzuri, then because you have the sense of God, unakuja kwa kusema Mungu, I'm sorry, make me a better person. That is what God is asking us to do. Mungu haulizi kwamba wewe uwe a perfect human being. Mungu anataka kwamba kila mara uweze kutafuta huo utakatifu kwa maisha yako kwa vitendo ambavyo unavifanya. Tunapomwomboleza mama, tuomba kwamba tuweze kujitayarisha hata na sisi kwa siku yetu. Kwa sababu tunaambiwa kesheni kila wakati, kwa maana hatujui siku wala saa. Raha ya milele umpe Bwana. Tupumzike kwa amani. Tutasimama wote kwa sala za waamini.
alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa kuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu mama yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, kwa kuomba usikie. Sasa mimi naitwa Golfrida Akisokapa, the second sister-in-law of Pedresi. Nahuzunika sana kwa sababu sister-in-law na mama amekufa kama I'm not in a state of which I can be able to mourn her properly. When Pedresi was married by a man who is the eldest brother, and Frida is the last sister. When she married her, that was 1956. I am the baby who was found in the house. And Pedresi, what she is, she decided to take over the responsibility of her baby, looking after her, sending her to school, and doing everything that the mother can carry out. So, the life I have had by Pedresi is a wonderful life. She looked after me from childhood to all my school, and everything went very smoothly, although my brother was away for some time, but everything went on very smoothly. That shows exactly what the heart of Pedresi is. Very stern, very observant, but very quiet. Pedresi is an old lady who has been recognized by very many people in this area. She was never violent, but she was always quiet and always welcome, always friendly, and there are so many descriptions which I can give. And I got married, and I have grown old. I've got children, and I thank God for all that. My heart is heavy. Yarama.
tunaenda kwa tata. Tumezoea hivyo, tunakuja, tunaketi na yeye, tunacheka. Na wengi wetu tulikuwa nataka pia aishi miaka mingi, aone watoto wake, lakini ameona wachache pia. Tunashukuru Mungu kwa hayo. Sina mengi ya kusema, tuko wengi sana. Sasa najua hatuwezi kaanza kuintroduce kila mtu, lakini tunawashukuru nyinyi wote kwa kuja kuomboleza na sisi, na tuzidi kuendeleza legacy yake. Yeye ni mama alikuwa anapenda amani, na alikuwa anapenda watu wakusanye pamoja. Tuendelee na hilo. Nashukuru sana kwa niaba ya hawa wote, wengi sana vile umeona. Asante sana. Kumbe mlikuwa wengi lakini mlikuwa mwa wafupi jinsi ulivyo. Shukrani za dhati. I was already person. Thank you. Asante sana. Basi mwenzangu, kwaya tupe wimbo ya kuondoa hawa wajukuu tafadhali. Asante. Ama hamtaki kudance mbele ya nyanya? Haya, ndio hivyo kwaya. Una wimbo wa wajukuu. Haya. Nyinyi mna wimbo wenu mnakumbuka? Siweke sasa. Mnaimba gani? Haya. Na mkiondoka, hata ukienda na hiyo microphone nyingine. Yoga Kebe. Tuna wimbo ya tata. Najua juu ya time wacha tuimbe tu nyingine. My name is Angola. This is Cindy. And we're Tanzania. Iraitido asulwana kerekalo tata iraitido kodi kalukosi kona lechut kalukosi ido paleke ido polori adama kon kodeni abedor kon kodenu ido paleke ido polori adama kon kodenu abedor kon kodenu uwe salama uwe salama tata twaomba uwe salama uwe salama tata twaomba uwe kitujo siojo kipipa kito siojo kichasije tata ejo kunari mini boy kimina siojo noi uwe salama tata twaomba uwe salama tata twaomba Yala majuto. Basi nafahamishwa kabla mjaondoka msimame tu hapo studio, naambiwa mambo ni digital. Haya, ndio hivyo sasa, mkiondoka
kwa upole kwa madaha na maringo. Tuwashangilie kwa makofi wanapoondoka. Itakai. Yes. Basi ningependa pia kutambua kuwasili kwake Daktari Austin Barasa ambaye alikuwa Paris Bwana Moses Mbeje yuko nasi. Ni mwana mwenyekiti wa Chakwasa Paris Bwana Leo Waya yuko nasi. Wote wamekuja kusimama na hii familia. Na katika hapa kama umeoa tambulisha watu wako. Kama umeolewa vile tambulisha watu wako. Tunatumia jiwe moja kuua ndege zaidi ya moja. Tutaanzia wapi? Kwa mkubwa ama kwa mdogo? Haya, wacha tuanzie unaashiriwa. Hamjambo ni nyote wa waombolezaji. Kwa majina naitwa Evans Amake na mimi ndio kijana mkubwa wa Mama Ruth kwa nyumba ndogo ya Federes. Mimi ningependa kunena kitu moja tu kuhusu Mama Federes. Mama Federes nililelewa kwake. When my father used to be in Isiolo or Bungoma, he used to come with me akiwa on leave. Na mimi tumefunga shule, so tulikuwa tunakuja tuna associate na kina post au wote vile tumekaa hapa, tulikuwa tunacheza na wao pamoja. Tumekaa hapa, my mother while akiwa anafunza pande nyingine. So I was oftenly here at home. Ninamjua kabisa mpaka kwa room yake, naweza kufanya kama watoto. Kwa hiyo jikoni ile iko pale, tulianza kushare pale. So she's a mother. She was a mother. Mimi vile mama yangu aliongea akisema alikaribishwa na Toto Federes. I was there. I was seeing. Na tulikuwa tunakaa kwa nyumba moja. One. Mama Toto Federes in that one house. So Mungu amlaze mahali pema peponi. Sijui hapa nitafanya introduction ama tapeana microphone kulingana na time. Okay, this is you can say amen because ni familia. Okay. Wasipitize hapo. Ah, sawa. Thank you. Umeongea kwa niaba yao kama mkubwa. Nishaongea. Very nice. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ruth Achieng. Mimi ni mtendani wa Mama Ruth kwa nyumba ndogo. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Martin Nyongesa, mume wa Roslyn Amake. Nimetembea na mwenzangu Ken, mtamjua baadaye. Ken kidogo. Asante. Hamjambo nyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Roslyn Amake. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Anga kuroya nyatongo Vincent Emonyamu Amake. Yana mano ni musik kere Amerikani. Yesu asifiwe. Ina ikazenza adhimu. Emuria kuya. Mimi kwa majina naitwa Arnold Papa Okwet Amake. Nasema asanteni kuja kuungana nasi pamoja. Karibuni mama na salama. Mimi mke wangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa
Akola Amake, and I'm the last born to Mama Ruth. Toto, lala salama. Alikuwa mpole na tuendelee na hiyo. Asante. Asante sana kwa kuwa wafupi. Najua mke wa Vincent hakusema yeye ni mke wa Vincent, lakini cheza chini. Haya, mpa nitambulishe ndio isilete shida baadaye. Ni tuandaka leo sasa. Hi, I am Cindy Florence Amongo. I am named after Amongo. I'm the first Amongo in the family. And I'm here today to talk about my grandmother. She was a beautiful, kind, amazing lady. All of us, she was a symbol of unity to my family. And her presence will be deeply missed, especially when we used to come home and meet her, always waiting for us. Ever, she used to have chicken for you, she used to have njugu for you. She would always remember to greet everyone. She would always remember to say, naendeleaje. She knew everything basically with her age. It was just amazing, the kind of memory she had. I'm going to deeply miss her and her presence in my life. She was very phenomenal, symbol to who I am today. And I get a lot of me from her that I would love to embody and grow with. So Tata, you are deeply missed and you're deeply loved and you're deeply cared for. And I just hope and pray that my family stays together after this, because I know it's a very trying moment. We just don't know what's going to happen after this, but I know we are going to get through it. Yeah. So rest in peace, Tata. I love you so much. My name is Joan Apalat Amake Ipomai, from the Amake family, Mama Fedresi Amongo Amake. I'm the 9th born
ninth born in the family, and I would like to give a vote of thanks to everyone that was involved and helped during my mother's send-off. Thank you so much, and may God bless you. I also want to give a vote of thanks first and foremost to my husband, Bwana Cyprian Ipomai, plus the Kokare family at large. Asanteni sana kwa kuja kutufariji na Mungu awabariki. Number 2, I want to give a vote of thanks to my colleagues who came all the way from Kajiado County, led by Madam Ruth, my own team leader. Thank you so much. And Madam Winfred, who was my prayer warrior during all that time when Mama was sick. Thank you so much. Madam Josephine, thank you for coming. And Mr. Maxwell Onyango, thank you for coming. Another vote of thanks goes to my Jumuiya, all the way from Kisaju, St. Joseph the Waka. Asanteni sana kwa kuja na Mungu aendelee kuwabariki. Being led by the team leader, Linda. Thank you so much for coming. Linda, Lucy, Gina, thank you so much for coming. Another vote of thanks goes to my one and only sweetheart Rita. She came all the way from Turkana to condole with me. She has been a family friend for the longest time, and we schooled together. So Rita, thank you so much for coming, and let's keep going. Asante sana. Thank you so much everyone for coming, and God bless you so much. Asanteni. I want to talk a little bit about my mom. She was a very loving mom. She was caring and kind-hearted, and that's why we grew up as a family of 11 children. Not only 11 in the home, but we were always like a community. All the neighbors, relatives grew up in our home. So she was a lady with a very big heart. Thank you so much, Mom. As you have rested, may you rest in peace till we meet again. She ailed for a long time. We struggled, but in the end we thank God for all the years she was given. May she rest in peace. We love you, Mom. We love you so much. Till we meet again. Asante.